Elewi. Unasema uko naomba. Na ni sauti ya kufanya nini? Kufanya mapenzi ndio unatoa. Nakwambia uongo. Sauti ya kufanya mapenzi. Ati sauti ya kufanya nini wewe? Uongo. Mimi I was really praying. Sauti ya kufanya mapenzi. Nilishtuka Rasti. Nilishtuka. Rasti nikiimagine nilikuwa naomba. Naondoa roho. Yaani unaonanga vile naomba roho yako yote unasikia uko unaitoa kuitoa. Alafu mwanaume ananiambia ati natoa sauti ya mapenzi. Ati ni kama mtu nafanya sex na mtu. Kuna kitu kama ina happening. Hii ni mpya hii, lazima sasa nikae vizuri nisikie. Unatoa sauti unakaa ni kama unafanya mapenzi na mtu. Unaona venye mwanamke tuanga sauti hivi. Mimi sijui mwanamke anatoa sauti. Kuna venye mwanamke tuanga sauti akiwa kwa mapenzi. Kwanza labda unaweza tuelezea maybe wanatoa hiyo sauti na kuanga aje? Hata nilikuwa nafanya. Okay, sawa. Mimi Rasti niliangalia Hello guys, what's up? Shiba Mango channel, karibuni sana. Hapa ndio nyumbani. Tunasema ya kwamba Mungu awabariki sana for coming. Yes. Na guys, today tuko na huyu mrembo hapa. Mnamjua. Amekuwa na sisi. And you remember ule madamu mwenye alikuwa na shida na father-in-law anamtaka, you know, wanagombana kwa nyumba, nini vitu kama hizo. Huyu ndio huo mwanamke. Huyu ndio huyo msichana. Na leo ametutafuta tena. Ananiambia kwamba Rasti, nimejaribu kukutafuta, mambo ilienda ikakuwa mzuri ndio, lakini there is a problem that I really need your help. Na nikamwambia kwamba it is okay, I'm available today. Come on camera, let us discuss. Tujue kwamba itakuwaje. Karibu sana Makena. Asante. Uko salama? Niko sawa. Pole sana kwa yale ambayo unaendelea kuyapitia. Poa. Yeah, God is going to see you through everything. Amen. Hallelujah. Yeah, so Makena, tunaenda tu moja kwa moja kwa sababu mambo ni mingi, masani chache. Yeah. What is it, Makena? Ni nini? Just tell us. First of all, wacha niwashukuru. Cause ile baada nilikuwa nao kwa nyumba yangu nilienda. Mimi nashukuru sana. I really thank God. Cause kama si Mungu sijui ningeanzia wapi. So kitu imenileta hapa siku ya leo ni hata naibu kwa sijui ni kuanzie wapi Rasti. Na kuambia tile time father-in-law alikuwa anaenda. Alikuja akaniambia pale kitchen. Kaniambia wewe naondoka kwa nyumba yako. Lakini utakuwa na amani. Shika maneno yangu, hautakuwa na amani. So hii ni father-in-law anakuambia hivyo? Father-in-law aliniambia hivyo. Mimi sikushindania. I was like, naondolewa mzigo. Tunaona ukiondolewa mzigo venye una feeling. Wewe niondokee. Hizo vitu tunaniambia hazinisaidii. So day one tukakuwa sawa. Mimi na mume wangu we are building our relationship. Maisha inakuwa tu sawa, mapenzi iko tu sawa, tuko tu sawa. Day 2 ikakuwa tu hivyo. The third day tena maisha ili change. Everything changed from that day. It's like imekuwa usiku, tumesha kula, naenda kutengeneza bed tuende tulale. Hii ni day 3. Day 3. After father-in-law ameshaenda. After father-in-law ameshaenda. Tumesha sawa na maneno ya father-in-law, maisha imekuwa sawa. So day 3 ndo maisha tena ikaanza kuchange. So ile usiku tumesha kula, naenda kutengeneza bed tuende tulale. Pepo kakakuja. Nikashinda pepo imetoka wapi? Nikaenda nikaangalia dirisha. Dirisha nilikuwa nimefunga. Nikasema nikatandika vizuri, sasa ni time ya kulala. Tena pepo nyingine kakuja. Hii ikakuwa serious. Nikaenda kwa mume wangu sitting room. Nikamwambia, babe, kuna kitu ifanye iendelee vizuri huku. Ananiuliza nini niendelee? Nikamwambia kuna pepo nyingine inapita pale kwa bedroom.
hebu tuende tukaangalie. Kufika kuko normal. Akaniuliza, hamu nasikia baridi uchukue sweta uvae. Kamwambia hapana, nezaje lala na sweta. Mi upepo si ya kawaida. Kanambia wewe hizo ni zako. Wewe lala. So ile venye tu nendanga kulala nikasema acha niombe plus hiyo kitu nimepitia, acha niombe pia nikemee hiyo niondoke. So in my process ya kuomba, I was really in spirit. I was really praying. Naondoa yote na kemea yote na niliomba, Rasti niliomba. Ashindwe. Aki niliomba. I really prayed. And nilisema amen hivi. Kufungua macho. Mume wangu amekaa kwa kitanda. Amejishika hivi. Kamwambia, hatuwezi funga macho tuombe pamoja. Unaniachanga tu naomba anga tu peke yangu kwa hii nyumba. Yeye amekaa. So sikushindania nikamza, ni nini mbaya na wewe? Kanambia, kuna mtu kujanga kwa hii nyumba mchana kama siko. Hizi swali zimetoka wapi? Mimi nakwanga hapa peke yangu. Uko sure? Nikamwambia kwani ni nini imeendelea tena? Mimi nimetoka maombi tena na nzua ingine. Kwani hizi ni pepo gani tena? Nikamwambia nini tena? Mimi nakwanga hapa peke yangu na shinanga hapa peke yangu. So mimi vitu naniambia sielewi. Unasema uko naomba. Na ni sauti ya kufanya nini? Kufanya mapenzi ndio unatoa. Nikamwambia uongo. Sauti ya kufanya mapenzi. Ati sauti ya kufanya nini wewe? Uongo. Mimi I was really praying. Sauti ya kufanya mapenzi. Nilishtuka Rasti. Rasti nikiimagine nilikuwa naomba. Naondoa roho. Yaani unaona vile naomba roho yako yote unasikia uko unaitoa kuitoa. Alafu mwanaume ananiambia ati natoa sauti ya mapenzi. Ati ni kama mtu nafanya sex na mtu. Kuna kitu kama ina happening. Hii ni mpya hii, lazima sasa nikae vizuri nisikie. Unatoa sauti unakaa ni kama unafanya mapenzi na mtu. Unaona venye mwanamke tuanga sauti hivi. Mimi sijui mwanamke anatoanga sauti. Kuna venye mwanamke tuanga sauti akiwa kwa mapenzi. Kwanza labda unaweza tuelezea maybe wanatoa hiyo sauti na kuanga aje? Hata nilikuwa nafanya. Okay, sawa. Mimi Rasti, mimi niliangalia mwanaume. Nikarudi, nikauliza Mungu, hizi ndio gani leo umenianzia? Ya leo hii ni gani? Ni mpya. Mimi sijui. Ati natoa sauti ya mapenzi, ati nafanya sex. Na mimi nilikuwa nakuomba Mungu, hii ni gani? Ama ni shetani anataka kuniandama. Hata watu kutokanga fasting wanaandamangwa na mashetani. Sasa nikibishana nayo, maybe shetani hata nguvu. So mimi nikasema acha ninyamaze, nimetoka kuomba Mungu wangu acha nilale. Kwenda kupenduka hivi nikaenda kulala. Nilishtuka. Kwa nini nilishtuka? Ndio sura ya Fadhili kwa kitanda. Fadhili kwa kitanda. Rasti. Hebu ngoja kwanza Makena, unajua? Usitupeleke mbio. Okay, huyu Fadhili alikufa ama baada ya kuuhai? Ako uhai, ako nyumbani. Ushago. Lakini unaona spirit yake. Niliona spirit yake. Niliamka, nilisema sitaki kubishana na shetani. Jua penye naambiwa mimi sielewi, mimi nimetoka kuomba Mungu wangu. Naambiwa umetoka kufanya sex. Kwa mwanaume aliniangalia, last minute akaenda kulala. Sasa pia mimi nikaamka nikasema acha nilale. Kwenda kulala hivi. Kenye niliona, nilishtuka. Nikabaki nikiangalia. Ni Fadhili alikuwa analala kwa kitanda. Simu yangu. Fadhili. Nilipiga mume wangu na nguvu. Pap! Akaamka. Kanambia, sasa hii ni mashetani gani tena umenianzia? Kamwambia,
nimeona baba yako hapa akilala hapa. Ati baba yangu alikuwa analala hapa. Akaanza ndio maana ama kitu babangu alikuwa anasema ilikuwa ukweli. Nikamza babako alikuwa anasema nini? Ulikuwa unamtaka. Ni ukweli ulikuwa unamtaka? Nikamuuliza, mimi nitake baba yako na niko na wewe. Na kuambia nimeona baba yako hapa, badala pia ushtuke, uone niambia nilikuwa namtaka. Uko sawa? Tukabishana usiku. Ati mimi nimeona father-in-law. Mara yeye anasema nimemtaka. Akatoka akaenda kalala siku nzima. Nikabaki kwa ile room peke yangu. Rasti ni kenye niliona hiyo usiku. Rasti nikikwambia hata ni aibu. Nikikwambia ni aibu. So bwana yako akakuacha bedroom peke yako. Nilibaki peke yangu kwa room. Akaenda Steve. Kulala. Sasa mimi drama ilikuwa kwa hii bedroom. Ndio ilikuwa wasi kushinda hiyo. Pero sasa kakuja in spirit kabisa. Ananishika. Ananishika, nasikia ni kama mtu ananishika kimapenzi. Na yani unajaribu kuresist mpaka imefika point huwezi resist. Anakushika. Nguo night dress imeshafunuliwa. You are doing it. Live you are doing it. Right? You are doing sex with the spirits. Unasikia you are doing sex with the spirits. Mimi hata sijui kai. Alafu to make the matter worse, asubuhi nafika umechoka like ulikuwa na lima mahali. Toka kulima nasikia umechoka tutaki kitu. Nimechoka, mwili imechoka, kila kitu. Niko tu hivi. Mume wangu hawezi mwambia anything. Mmeshakosana. Joe father-in-law, hiyo story. Mmekosana kabisa. So I thought ilikuwa to your night. Hiyo kitu imekuwa ikiendelea. Tangu tuachane hiyo kitu imekuwa ikiendelea na imekuwa ikinisumbua kabisa. Last night we talk now. Unajua mpaka kuna siku kwa ndoto nilifanya harusi na father-in-law. Harusi, a very big wedding. Chakula ziko, vinywaji zipo. We are doing a wedding in a very big church. Na watu wako. Nimevishwa vete, tumekula, tumefurahi, tumecelebrate. Like I'm in. Like I'm in that relationship. Na hiyo spirit ya nani father-in-law. Tukaenda honeymoon. Tukafanya vizuri kwa honeymoon. Nishi imekuwa ni kama movie. Mimi nimefanya harusi na spirit. So hizo zote zikihappen, huwezi share na bwana yako? Ushare na nani? Mlikosana. First kwanza, day one, mlikosana. Juu ya huo father-in-law. Yeye mwenyewe anakushuku. Amesha create hiyo kitu ati ulikuwa unamtaka father-in-law wa baba yake. Sasa tena umwambie hizo stories zote. Who will you tell? I'm suffering. Rasti na I'm suffering. Niko na depression, kichwa imejaa. Mchana kichwa inajaa. Rasti nikikaa hivi kwa nyumba. Ati nimerelax nataka kuwatch. Nikiweka hivi TV naona father-in-law. Nikiweka hivi remote father-in-law ananiongelesha. Anakuongelesha kikwambia nini? Cameraman nini normal kweli? Ngoja. Yaani unajua hebu ngoja kidogo. Yaani hadi ukikaa kwa nyumba ukiwasha TV. Image inakuja ni father-in-law. Ananiongelesha like we are in that house tunaongea. Yeye ako ndani ya TV, mimi niko hapa kwa kiti na muda. Anakuongelesha akisema nini? Akisema nini? Ananiambia my wife, you are now my wife. Unataka unizalie. Nataka to make a big family. Yani mimi niko kwa depression like ni kama ndakufa anytime. No.
Lakini Rasti, mimi nakwambia mimi ndakufa tu kwa hiyo nyumba. Huwezi ongelesha mtu. Hii kitu hata ni aibu kuongelesha jirani akusaidie na mawaidha. Ni aibu. Nikapigia mama yangu. Mama yangu akanipeleka kwa mnabii fulani aniombe. Nikidhani nimekwisha kurudi kwa nyumba. Ni mimi tu. Kwanza kwa ile room. Unaona mzee alibadilika akaenda analanga kwa kiti. Mimi niko kwa ile room. Hata sitaki kumuongelesha. Sasa kwa ile room ndo maneno na happen. Ukilala kwa kitanda unajipata mmezunguka, mmefanya maneno zini mpaka mmefanya mpaka chini na mko unajipata hapo chini umelala. Kama umechoka. Kama umechoka umelala chini, sina ulala kwa kitanda. Umefanya mpaka umelala umejipata chini. Sasa kitu kubwa imenileta hapa kwako Rasti, mimi hata sijui ndakwambia aje. Kitu kubwa yenye imenifanya ni watafute haki. Sijui ndaanzia wapi. Unajua niko na mimba ya spirit Rasti. Ati kuna? 2 months. What? Pregnant. Jesus Christ. Mume wangu tangu anze kulala kwa kiti. Sasa imekuwa 5 months. Sijaipatana na mume wangu. Niko na mimba. Nilienda usiku. Yaani hii spirit imekuwa ikilala na wewe eventually imekupatia mimi. Ukujilala na bwana yako. Sijawahi. 5 months. Venye tulikosana akaenda kwa kiti. Last mimi sijailala naye. Hata tuongeleshani. Atuongeleshani. Mimi sijui ndakuwa mgeni wa nani sana. Mimi hata sijui nikitoka hapa. Sijui naenda wapi. Already vitu zimenijaa. Hata mamangu sijamwambia niko na hiyo mimba ya spirit. At the end of the day alikuja akatafuta mzee, unajuanga wazazi wenye wanatakanga kusolve maneno. Akatafuta mume wangu, mama wangu akasema alikuwa anataka delo. Sasa kila mtu anitaki. Basi kila mtu anitaki, mamangu pia niamini kila mtu anitaki. Mimi sasa ndakuwa mgeni wa nani? Mimi hata wewe ndio ulikuwa last option. Mwenye nisipopata mimi hata sijui ndajiua tu. No. Nitajiua tu. Usiseme hivyo. Wacha nikwambie Rasti. Usiseme hivyo. Utakikani. Usiseme hivyo. Mume wako hakutaki. Unalala na spirit. Spirit. Ya spirit. Ndio umebeba mimba ya spirit. Umetoa mimba wapi? Na wewe si Maria. Wewe si Mary. Ubebe mimba ya Yesu. Ubebe Yesu. Liza Makena. Nakusaidia. Usiseme ati sijui unataka kukufa sijui nini, hapana. Hiyo ndio ilikuwa option yangu. Before nifikirie kuna mtu. Hiyo ndio ilikuwa option. Juu nimeenda kwa manabii. Nimeenda kwa waganga. Na pasta wale wote wanajulikana wakubwa kubwa nimeenda. Sijasaidika mpaka wale wili. Nitakuwa mgeni wa nani? Where will I run to? Hii ni kitu kidogo. Na hii ndio kazi ni sisi tunafanyanga. Kazi ya kuondolea watu maroho kama hizi. Sababu I know kuna wasichana na kuna wanawake, hata kuna wanaume wenye wana struggle na hizi spiritual husband na spiritual wives ambao wametumiwa. Najua ya kwamba watu wanahangaika. Na nilikuwa nimeshaonyeshwa ya kwamba kutakuwa na mission kama hii. And it happens that you are the first victim ambayo you encounter, and we are going to help you. Usikuwe na wasiwasi. We are going to help you. Kwa
sababu ile hekima ambayo Mungu ametupatia ni kusaidia watu kama nyinyi. Tuwatoe kwa mateso na kwa minyororo ya shetani. So usikui na wasiwasi, just believe na mambo itakuwa sawa. So hii mimba, ulijuaje uko na mimba? How did you know that you are pregnant? Nilikuwa tu safi kwa nyumba yangu, nikaanza kusikia tumbo vibaya. Nilikuwa nataka kupika, kisaki harufu ya kitunguu. Mwili inaanza niko na kamalaria. Nikajua tu ni malaria, nikaenda hosi kama kawaida, nikijua daktari anaenda kunitibu malaria. Daktari bad news ananipea ati you are pregnant. Ndio kwa mgeni wa nani? You are pregnant 2 months. 2 months pregnant. Mimba ni spirit. Haki nililia, Rasti nililia. Nilienda kwa room nikalia. Nililia. Nikashindwa sasa ni shetani ya kuanzia wapi? Ni ya kutoka wapi? Mimi yake nilichoka. Nilichoka. So guys, huyu ni Makena. Makena na struggle na spiritual husband. Huyu spiritual husband ambaye ametumiwa na father-in-law wake. Ameweza kumtumia huyu spiritual husband, ndio anamsumbua sana. Na guys, mnaona kwamba mambo imechemka hadi huyu spiritual husband ameenda hadi akampatia mimba. Na sasa anashindwa atafanya aje. Remember ametuambia that hajaona ana na bwana yake kipenzi for 5 good months. For 5 months guys. So you can imagine for 5 months, kama hawajaonana for 5 months. Kuna shida. There's a problem. No, usilie Makena, don't cry. Don't, you don't have to cry. Don't cry. Don't cry. Don't cry. So guys, we are going to help her. Kwa sababu hii ndio kazi yetu. Hii ndio kazi yenye sisi tunafanyana. Makena, you don't have to be worried. And nilikuwa nimeshaonyeshwa ya kwamba kutakuwa na mission kama this problem itakuwa. Na kuna dawa ambayo nimeweza kupatiwa na Angel. So there's a special, very special, very special. Hii tutatumia kusaidia Makena, kwa sababu this situation tunaenda kukusaidia, so you don't have to worry. Tunataka tufukuze hii spirit, tunataka tumchome, tunataka tumteketeze, na tunataka tumrudishe pale kuzimu mahali ambapo ameweza kutoka, na tunataka tukuache wewe free. That is number 1. Number 2, hiyo mimba ambayo ameweka hapo ndani tunataka tuitoe, kwa sababu tuko na imani ya kwamba ile nguvu na ile hekima ambayo Mungu ametupatia kukabiliana na mambo kama haya inafanya kazi. So hapa niko na hii itatusaidia kufukuza hiyo spirit ambayo iko ndani yako. Malizana na hiyo, niko na haka hii itakusaidia kutoa hiyo mimba ambayo ameweka hapo ndani, kwa sababu huyo si hata mtoto umebeba hapo. Huyo si mtoto. Hebu nisaidie mkono. Just help me with your hands. Give me your hands. Dogo tu. Hiyo chenye kwa tumbo si mtoto. Si mtoto hata kidogo. Huyu father-in-law wako amekuwekea mzee Kobe. Amekuwekea tortoise ndani ya tumbo.
Yeah. Ndio maana si kuna matime ulikuwa unasikia ni kama tumbo inakuuma. Kabisa. Unasikia ni kama kuna kitu ambayo ina nini hizo walls za tumbo. Ya. Huyo si mtoto. Huyo ni mzee Kobe ambayo huyo mbaba ameweka hapo ndani. So kama wewe utazaa, hautazaa mtoto, utazaa mzee Kobe. Sababu hiyo ndio kazi yetu. So kuna masharti ambayo nitakupatia jinsi ambavyo unaenda kutumia hizi. Na kwanza hii hata unaweza anza kuitumia saa hii. Wapi? Acha nikupatie tu saa hii. Hii nataka kuitumia saa hii. Ifai kwenda kidogo. Hiyo nataka umumunye alafu umeze. Nataka tu umumunye hiyo alafu umeze. Utasikia kama inawasha lakini itakusaidia sana. Utasikia kama inawasha. Ukimumunya unasikia kama iko na ukali. Hiyo mzee Kobe lazima itoke in the mighty name of Jesus. Amen. Lazima itoke. Amen. Lazima itoke. Amen. Sasa hii spirit Makena. Unaona hii? Hii dawa. Nimekwambia kwamba hii dawa tuliletewa. Hii si dawa ya kawaida. Hii hata ukiangalia si dawa ya kawaida. Ushaiona kitu kama hii mahali? Unaijua? Yes. Director, sijui kama unaweza zoom. Hii si ya kawaida hii. Hii si ya kawaida. Na hii utatuambia. Umeiona vizuri director? Asante. So Makena, naenda kukupatia masharti jinsi ambavyo unaenda kutumia hii. Hiyo uendi nayo yote hivi kwa sababu kuna watu wengi ambao wanafaa kusaidika na hii. Okay? So, hii spiritual husband ambayo inakusumbua na ambayo inakufanya maisha yako inakuwa hivi. Kwa sababu kile ambacho wanataka kufanya, wanataka kuharibia ndoa. Ukisha kuharibia ndoa, wanataka maisha yako sasa yumbe hivi. Wewe hautawahi kuwa na ndoa. Hautawahi kuwa na you cannot do anything. Ndio maana wasichana wengi na wamama wengi na wanaume wengi wanasumbuliwa na hii spirit. The same spirit yenye inakusumbua saa hii ndio inasumbua watu wengi sana huko nje. And they are not willing to talk about it kwa sababu wanashinda utaambia nani na wanasikia aibu hata kuiongelelea. But I know kwa sababu wewe umejitokeza leo. Kuna wengi ambao pia watajitokeza ili kwamba waweze kupata usaidizi wa haraka. So guys, kesho si nimempatia hiyo nini? Kesho inafaa aende clinic angaliwe pregnancy test. Afanyiwe pregnancy test alafu utuletee results hapa. Ili kwamba tuweze kuangalia. Utuletee results tuone kama kweli hiyo mimba iko ama haiko. Okay? Ukishatuletea hiyo pia kesho atatukonfirmia kama hiyo spiritual husband kama bado iko. Today you are not going to feel it. It is going to disappear. And not just for today, it is going to disappear forever. Amen. So you are going to get your marriage back. You are going to get your husband back. You are going to have a happy family and a happy home again. Asante. Asante. All is going to be well. All is going to be well. Amen. Amen. All is going to be well. So guys, pia wewe inaweza kana ya kwamba you know someone who is struggling with this kind of thing. Inaweza kuwa hata ni wewe and uko very silent with this thing. These things are affecting so many people. Guys, this is the time to speak up and this is the time to come and have some very good stuff to cleanse and remove this spirit away from your life. So guys, usinyamaze hapo na hii shida nitakumaliza. This is the time. God bless you. Let us meet tomorrow tukiweza kuangalia hiyo pregnancy test, tuweze pia kushuhudia kama hiyo spirit itakuwa ama itakuwa imeenda. Thank you very much for tuning in. Don't forget to subscribe, like, share, of course drop that comment kwa sababu inatusaidia tujue tunafanyaje hii town. Thank you very much guys and God bless you.